Karibu watazamaji wetu wa Chiamiru TV. Mimi ni wenu Godfrey Mutiga. Leo kwenye siasa tupo naye katibu mkuu wa baraza la wazee la Njuri Ncheke, Bwana Josphat Murangiri. Lakini kabla hatujaanza kipindi hiki, ningetaka niwakumbushe ya kwamba tunawakujia kutoka hoteli ya Katimene Gardens. Tafadhali karibuni muweze kujivijari katika hoteli hii. Bwana Josphat Murangiri, karibu kwenye siasa. Asante. Baraza la wazee la Njuri Ncheke limekuwa nasi kwa miongo kadhaa sasa. Nyinyi kama wazee, hasa ni nini mnajivunia kama baraza hili? Baraza la wazee, kwanza majina yangu naitwa Josphat Murangiri Kirinya, Secretary General Operations Njuri Ncheke, Supreme Council of Elders Meru. Naam. Kama wazee wa Njuri Ncheke, jambo moja ile tunajivunia ni kuleta uwiano kati ya jamii yetu ya Wameru na jamii ambazo tunapakana nao. Sisi tunafanya kazi na serikali iliyoko mamlakani. Kwa hivyo Meru tu pekee ndio nchi ambayo iko na serikali tatu. Serikali ya kitaifa ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, serikali ya kaunti ambayo inaongozwa na gavana wawili, gavana Muturi Ncheke na gavana Murangiri Meru County, na tunayo sasa serikali yetu cultural government ambayo ndio serikali ile mzee kushinda serikali hata ya nchi ya Kenya. Naam. Hii serikali ya Njuri Ncheke ilikuweko hata kabla mzungu aingie Kenya, na ni serikali ambayo hata wazungu ambao waliingia colonize Kenya wakati walifika Meru hawakuweza ku colonize wa Meru kama vile walicolonize area zingine. Walitambua serikali ambayo ni ya Wameru na kwa jina inaitwa Njuri Ncheke. Na hii serikali ni serikali iko na structures. Ilikuwa na structures kuanzia ilipoundwa na bizazi wetu wakiongozwa na mzee alikuwa anaitwa Kaurove Chau. Ni serikali iko na viungo mbalimbali vya serikali, kama vile tuko na viungo mbalimbali za serikali kuu yetu ya Kenya na serikali zetu za kaunti. Iko na wizara ya uridhiano, iko na wizara ya environment, iko na wizara ya elimu na iko na wizara ya judiciary. Sisi ndio hasa husika sana na mambo ya dispute resolution mechanism. Jamii kisosana Njuri Ncheke ndio inaingilia na inaleta uwiano ya ndio hizo jamii siwe pamoja. Na Njuri Ncheke ikiingia kwa dispute yoyote inaleta ile tunaita win-win situation to everybody. Hakuna anaenda akisema ati mimi ndio nimeshinda, yule mimi ndio nimeshindwa. Tunaleta watu wamoja mpaka wanashikana mkono, wanabaki wa mandugu. Naam. Yapo mambo ambayo mnaweza kusema mnaweza jivunia kama baraza kufikia sasa? Mmoja, tumeleta umoja katika community yetu tangu jadi mpaka wa leo. Ingawa kuko na misimuko ya kisiasa, community ya Wameru hatuwezi tukawanya na yote. Hiyo ni mchezo tu ya watoto wa Meru ndio wanacheza. Wakishamaliza hiyo tunasahau yale tulikuwa tunaongea, tunakuja pamoja kama jamii. Asante. Hiyo ni moja. La pili ni sisi ndio tulikuwa mstari wa mbele kumaliza ufanyaji twara wa chichana tangu 1956. Naam. Tunaweza ivunia hiyo. La pili, sisi tunaungana na kanisa zetu
maana wazee wa Njuri Ncheke wako kwa kanisa, bibi ya wazee wa Njuri Ncheke wako members wa kanisa, vijana na watoto. Kwa hivyo serikali yetu ya culture ambaye ni Njuri Ncheke inaunga kanisa mkono. Naam, Bwana Murangiri, aufikiria kwamba maisha ya kisasa yameweza kufanya ili baraza liweze kupitwa na wakati? Kwa wasomi wanaweza sema hivyo, lakini hatujapitwa na wakati. Maana hata kama tuko 21st century, umoja wa Meru unasimamiwa na Njuri Ncheke. Kwa hivyo hatujapitwa na wakati, kwa maana peacemaking you never die. Tunaendeshana pamoja na the coming generation. Ndio tulianza kushirikisha hata wasomi wa Njuri Ncheke. Siku hizi Njuri Ncheke members wa Njuri Ncheke almost 3/4 ni professionals as we talk today. Wasomi. Kwa hivyo it's not a preserve of the age ambao si hata civilized. Njuri Ncheke today we can say Njuri Ncheke is civilized, inaweza fanya lolote ambalo linafanywa na dunia ya leo. We are digital as we speak. Tunatumia kompyuta, tunatumia simu, tunaongea kwa mitandao. Kwa hivyo hatujapitwa na wakati. What we have done, we have modernized the Njuri Ncheke from the old time to the present time so that we can cope with the present generation. Lakini hata hivyo Bwana Murangiri, katibu wa Njuri Ncheke, tumeona kwamba pamekuwa na mivutano ya uongozi katika baraza hili. Je, kufikia sasa mmefanya namna gani kuhakikisha kwamba ile mivutano imeweza kufikia kikomo? Hatakuwa na sana kiusensi. Tulikuwa na healthy discussion na ndio ilileta hiyo mvutano, na ilikuwa mvutano ambayo ni very healthy. Ni generation ilikuwa imefika wakati yake, na kuna wazee nao walikuwa nasema bado hawajafika umri wao. Sasa ndio ikaleta hiyo mvutano, ilikuwa internal mvutano, na tukamaliza hiyo maneno 2018. Sasa Njuri Ncheke ni moja na tunaongea sauti moja na tunafikiana kiumoja. Kwa hivyo there is no difference in Njuri Ncheke. Hatuna migawanyiko, Njuri Ncheke ni moja from Tonyere mpaka Tosi. Na pengine kwa sababu imesemekana ya kwamba mizozo ipo, waweza ukasema ya kwamba mizozo hii pengine imechangiwa na wanasiasa? Unajua kuna mtu akitaka kupika siasa yake na usise Njuri Ncheke, itakuwa nje ya Njuri Ncheke. Ile mvutano tunaweza sema hiko ni kama viongozi wa Njuri Ncheke tukiongoza na national chairman na executive yake ndio wamegawanyika. Sasa kama member wa Njuri Ncheke akitaka kwenda siasa, anapatiwa nafasi, anaenda kupiga siasa yake, lakini hata fika na jina Njuri Ncheke na hata vuta Njuri Ncheke kupiga hiyo siasa. Hiyo si mgawanyiko. You cannot say that tumegawanyika because one has have interest of politics. Can't. Because tuko na sheria zetu. Ukitaka siasa unajiondoa na uweze ukapewa kiti, lakini you can be a member of Njuri Ncheke ukiwa mwanasiasa, but you cannot be given a position in the hierarchy of Njuri Ncheke because of vested interest. Lakini manake nyinyi mnasema ya kwamba ni mnatoa mwelekeo wa jamii ya Wameru. Yeah. Kwa hivyo Njuri Ncheke iko na nafasi gani, inatoa mwelekeo gani wa kisiasa katika baraza hili? Okay. Nilisahau kutangulia kumwambia kazi nyingine Njuri Ncheke inafanya ni kupeana mwelekeo, to advise the community tukifika national politics. Lakini local politics hatuhusiki because hao ni watoto wetu tu wanasesa. Yeyote akisukua ni mtoto wetu amesukua. Lakini national politics wase wanaangalia na wanaambia community ni mlengo gani tutaunga mkono na tutaenda mkono gani. Na watu ndio sarawuti. Naam. Kwa hivyo mnasema ya kwamba amtoi mwelekeo wote wa kisiasa katika jamii ya Wameru. Jamii ya Wameru locally
tuseme kiti ya governor, kiti ya mjumbe, kiti ya MCA, kiti ya women rep, senator, Njuri Ncheke hahusiki hapo. Lakini ikiingia mambo ya presidency, lazima tutadvise our community which presidency to follow. That is now national politics. All right. Ndio uliona juzi tulitoa mwelekeo, tukasema tumeangalia kwa umbali, tukaona kama tumeachwa nyuma. Wakati rais wetu alitangaza ya kwamba akiwa kwa majisi Western Kenya, akasema ya kwamba kiti haitakuja Mlima Kenya na itaenda Rift Valley. Tukaona sisi wa Meru we have been short-circuited because tulipigania uhuru tukiwa Mount Kenya, na Mount Kenya we are equal partners. Ukiwa Meru, Mwembu na Mukikuyu, we are equal partners. Kwa hivyo every race tuseme Meru tuko na equal shares with Mukikuyu, tuko na equal shares na Mwembu. Kwa hivyo you cannot devalue my share. Na ndio tuliambia president tukiwa Sagana, tukamwambia tupatie nafasi Mount Kenya East tutoke na kijana mmoja ama mzee mmoja ama mchana mmoja apiganie kiti ya urais. Ndio taona sisi, hata sisi wa Meru hatujaachwa nyuma because tulipigania hii uhuru. Na hii uhuru tukipigana tukiwa watu watatu, tulipigania tukapata, lakini yule amefaidika na hiyo ni Mount Kenya West. Sasa tukaomba tupatiwe nafasi, kwa maana Mount Kenya West wamemiliki miaka, tukitamaliza watakuwa na miaka ngapi? 35. Naam. Uhuru akimaliza. Na tukiongea mambo ya presidency, hapa ndio tunataka watu wote waangalie. Tukisema mambo ya presidency, hata ukipewa vice president, hiyo ni presidency. Tukianza vile tulianza wakati wa 1963, the deputy prime minister alikuwa Odinga. The first vice president alikuwa Odinga. Prime minister alikuwa Raila Amolo Odinga. Those are presidency. Hiyo ni Nyanza province. Tukienda mkoa wa Magharibi, tulikuwa na Mudavadi akiwa vice president, Mudavadi akiwa deputy prime minister, kijana wa Maru akiwa vice president, na Mundi Awori akiwa vice president. All those are president. That is Western Kenya. Tukiingia Rift Valley, tulikuwa na Joy Murumbi akiwa the second vice president. No. Tukaenda Daniel Moi akiwa the third vice president. Moi akiwa president. Saitoti akiwa vice president. Now we have deputy president William Samoei Ruto. Those are presidents. Tukiingia Roa Eastern, Kalonzo Musyoka alikuwa vice president. Tukienda Mount Kenya West, tunaona hapa Jomo Kenyatta, the first prime minister. Ngoja. First prime minister, first presidency, Jomo Kenyatta. Dr. Josphat Karanja, vice president, Kibaki, vice president, Kibaki, president. Now we have our honorable Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta as the president. That is Mount Kenya West. Tukiangalia Kenya yote, tunakubaliana president ate to rotate. Tukiangalia Kenya yote, tutakuja kwa mazungumzo. Ile area ndugu yangu, ile area nataka watu wasike. Ile area ambayo haijakalia hiyo kiti. Tutakuja kwa hayo mazungumzo ya siasa za Mount Kenya na siasa za Mount Kenya ya Mashariki. Wacha nibarisi hapo. Naam, nasema baada ya muda mfupi tukirejea kutoka mapumziko tutakuja kuzungumza mambo ya siasa za mlima. Manake zipo kwa sasa. Okay. Watazamaji wetu, tutarejea baada ya muda mfupi. Msibaduke.